Ana simu kwani? Una simu? Eti nani kakutuma? Una simu? Hiyo simu kapiga na nini? Kabla tele vimbo kapiga simu ya reception. Wacheni bwana, huyu ana akili bwana. Huyu mzima. Ameiba hajaiba? Kama hajaiba achana naye, hizi ni changamoto za kwenye kazi. Amna hao wanajua kwa huyu mzima. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Juma Msabaha. Hebu niambie, kwa umenitafuta, nimekupokea. Hebu tuambie kilichokuleta mbele ya watu wanaokutazama sasa hivi. Mimi kilichonileta baada ya kuona umeposti, na ile post uliposti bana, ni yule ni ndugu yangu mimi. Akitokea mimi ndo nafuata. Ni maana nikutafute kwa sababu nikaanza kwamba uende labda unafahamu mazingira ambayo mlimkuta. Kiufupi mimi ile video tu nilikutana nayo, nikaichukua, nikaiposti, ilinigusa. Sawa? Sasa tuambie lengo lako hasa nini? Mimi lengo langu ni kwamba kwa yoyote atakayemuona huyo ndugu yangu basi aweze kutoa taarifa. Kwa sababu hebu tuambie historia fupi ya yeye, kaka yako na wewe na familia yenu kwa ufupi. Historia yangu mimi na brother yangu kwa ufupi. Hiyo hali ambayo mnamuona ndugu yangu ilimwanzia kakaangu kwanza, kaka yetu mkubwa yani. Kwa sababu sisi tupo watatu, watoto wa kiume wakubwa. Ilimwanzia kaka yetu, lakini katika zile harakati za kusolve hilo swala, katika maombi tumezunguka kila kona kuhangaika. Then Mungu saidia, yeye akawa amekaa sawa. Lakini baada ya siku chache tu ikawa imemkumba huyo ambaye mnamuona hapo. Unaona? Na pia katika zile harakati kumhangaikia pia naye kumweka sawa, ndo akawa ametutoroka. Nimemtafuta sana huku na huku bila mafanikio yoyote. Na ndo majuzi tu hapa ndo nimeona hiyo post ambayo umeposti, nikasema kwamba hapana, ngoja nikutafuta, na ndo nimekuja. Mimi nia yangu kabisa kwamba kwa yeyote yule, hiyo hata nje, hata hapa Dar es Salaam, mkoa yani mkoa wote ule, kwa sababu bana ndugu zetu katika hali kama zinawakumba, nakuta ni watu wa kuzunguka, hawanaga makao maalum. Kwa yeyote yule atakayemuona, hiyo hata huko mkoa, hata mkoa gani, asisite kutoa taarifa. Na namba za simu ni 0623 80 15 26. Ulipokutana ile video kwanza, kitu cha kwanza ulifanyaje? Kitu cha kwanza ni sikuamini ile clip, nikairudia mara mbili kuitazama. Hadi nikaa na stopisha na zoom, naangalia vizuri. Nikiangalia uso ni yeye. Bado sijaridhisha, nikiangalia vidole ni yeye kakaangu, nikiangalia miguu ni yeye. Na itoshe kilichonifanya niamini kabisa, kwa sababu yeye kakaangu tangu utotoni ni ana ugonjwa wa macho. Kwa kwenye kuongea kwake lazima atapepesa tu macho. Na ndipo nikajua kabisa kwamba mimi ni ndugu yangu. Na tunavyoona kwa mwingine hapo kwa haraka kujua mno, kwa sababu kutokana na hali ambayo anayo. Kwa sababu kutoka katizo ndevu hapo mnaona hapo alikuwa hana. Hakuna ndugu mwingine ambaye ameiona hiyo video akadhibitisha kwamba yule ni kaka yako? Kitu tu nilifanya, nilimpigia kakaangu simu. Nikamwambia kwamba bwana, kuna bando? Akaniambia ndio. Nikamwambia kwamba okay, hebu ingia TikTok hapo afu search binti Kigoma, afu pekua page yake, kuna clip hapo utaiona, afu zeni uniambie kwamba je, umeona nini. Mimi nikamwambia tu hivyo, ili je nione kwamba naje akimuona atathibitisha kwamba ni yeye au atasema kwamba sijaona chochote. Baada hapo kama ndani ya dakika 5 kama nimpigia mimi mwenyewe simu. Baada ya kumpigia kumuuliza vipi, umeona nini? Akasema bwana, nimemuona ndugu yetu. Nikasema ni kweli kabisa, mwenyewe ukishaona kabisa unadhihirisha kabisa ni ndugu yetu? Akasema ndio. Nikasema kweli bwana, ni ndugu yetu. Mama yenu hamjamwambia kwamba ndugu yenu mmemwona mitandaoni akiwa na tatizo la afya ya akili? No, sijamwambia. Na hata yeye mwenyewe brother tu wala bado hajamwambia. Unaamini kwamba mkimpata anaweza kapona? Naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu anapona, kwa sababu kama kakaangu aliweza kupona kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, yeye lazima atapona tu. Mimi tu kikubwa tu nikiomba kwamba kumpata. Na naomba sana msaada kwenu, kwa wale mnaotazama. Wakiona hii clip wasambaze kwa wingi patikane. Hicho ndicho ninachowaomba yani. Na kwa yote atakayemuona basi asisite kutoa taarifa. Zile namba za simu nishawatajia. Okay, alikuwa ameshaoa yule kakako? Ndio, kwa alikuwa hajaoa, ila tu alikuwa na mtoto mmoja. Mtoto wa kiume.